wakati amejaribu kufanya baadhi ya vitu ambavyo pengine vitamsaidia kwanza kumpa taarifa kuelekea kwenye fight kwenye raundi inafuata, raundi ya pili. Raundi ya kwanza imeisha kwa mabondia wote wamekuwa wakisomana na kuonjana vile. Tunaangalia amu ya pili itakuwaje katika mabondia wote wawili, Hassan Mwakinyo na Elibo. Elibo ambaye pia amewahi kucheza na Mtanzania Ramadhan Shauri. Yes. Lakini haikuwa hapa Tanzania, ilikuwa ni huko Nigeria. Na Shauri alipoteza. Kwa hiyo anapambana Mtanzania mwingine Hassan Mwakinyo. Ukiangalia jab yake ikiwa juu. Kitengenezea engo vizuri sana. Ribo kwenye mchezo leo unaona kama kuna mabadiliko mengi ukiliangalia na mapambano ambayo umekuwa ukiyafuatilia. Double jab ambazo zimemtikisa. Mchezo mingi Ribo amekuwa akiwaweka mbali zaidi washindani wake. Lakini kuna muda hapo unamuona Ribo ni kama anataka kushindana na Hassan Mwakinyo ambaye sifa yake kubwa. Naona kitu cha tofauti leo, Hassan Mwakinyo kaanza na Saspo mpaka raundi hii ya pili. Kama alivyosema Aidan. Nzuri sana. Na Ribo Kasim Amri. Huyu ni Hassan Mwakinyo. Na anahesabiwa. Ribo anahesabiwa. Ribo anahesabiwa na pambano limekwisha. Hassan Mwakinyo round ya mapema tu. Round ya pili, sekunde za mwanzo na dakika za mwanzoni kabisa, anatimiza kazi ambayo ilimleta. Si pengine unaweza kusema si kitu kigeni kwa Mwakinyo kushinda kwa TKO ama kwa KO, ni moja kati ya tabia zake Aidan. Yes, na kimsingi ni knockout kwa sababu maamuzi alimhesabia Elibo mpaka sekunde 10 na Elibo akaonyesha kutokuwa tayari kuendelea na fight, na mwamuzi akawa ameimaliza hii fight na kumpa ushindi Hassan Mwakinyo. Tutaenda kuona replay ya kipi hasa ambacho Elibo alikutana nacho njiani na kupelekea kwenda chini na kupelekea fight hii kufika tamati kwenye raundi ya pili. Huyo ni mtu mzima, angalia namna ambavyo anafinya macho yake, namna ambavyo unaona kabisa kama ni maumivu ambayo anaambulia. Tazama jinsi ilivyokuwa hapa. Aliingia kwenye mfumo na wakutana kwanza na left hand ya Hassan Mwakinyo, lakini vile vile ikawa bado anaendelea kujilinda, lakini ile power hand ambayo alikutana nayo hiyo hapo, left hand ambayo ilikuwa ni moja kati ya eneo, ilikuwa ni left hook kwenye jawline, ikamkuta Elibo na kumpeleka kwenye canvas na kupelekea fight hiyo. Ilikuwa ni left hook ambayo ilimkamata Elibo akiwa haioni inapotoka kwenye jawline ama kwenye kidevu na kumfanya Elibo kupiga magoti kabla baadaye kuhesabiwa na kutinda kulikava na fight kufika tamati. So ilikuwa ni knockout ambayo imetokana na left hook ambayo Hassan Mwakinyo alipiga kwenye upande ambao Elibo hakuiona kati na kuja na kupelekea hii fight kufika tamati. Huyo ni bingwa wa zamani wa WBA Pan Africa, UBA Intercontinental, WBF Intercontinental, lakini vile vile ABU Africa, WBO Africa, Hassan Mwakinyo ambaye amepanda majukwaa ya ndani na nje ya nchi. Raundi ya pili imetosha na inaruhusiwa kwenye mchezo wa boxing. Usisubiri mpaka inaweza ikawa ni sekunde ya kwanza tu. Walifanya hivyo kina Mike Tyson. Kabla hujafumba na kufumbua unakuta pambano limekwisha. Ikitokea opportunity ya kufanya finishing, fanya finishing. Na hii ilikuwa ni knockout ya punch moja ambayo bahati mbaya ilimkuta Elibo hakiwa hajajiandaa na kuiona ile punch ikiwa inakuja. The winner by knockout in second round, 1 minute, from red corner, Hassan Champions, one time Mwakinyo.